kuna siku kama unikumbuka, kuna siku moja hapa nilikuja nikaa nazozana na meneja wenu. Kuna kijana anisaidiaga ile. Si unakumbuka lakini yule muuza maji? Yule muuza. Si ndio muuza maji anaitwa nani vile? Anaitwa Michael. Sasa nilikuwa nauliza, hivi naweza nikamuona maeneo hayo kwa sasa hivi? Sasa hivi hapana, huwezi kumuona. Kwa hiyo hata si mwana. Siwezi kumuona. Basi kwa haina shida. Wewe unaniona ukimbia, sasa unipe rangu bwana. Dada, mambo poa? Zae nzuri. Vipi? Safi. Uko poa? Mimi niko poa. Habari za siku? Za siku? Kwani tunajuana? Hapana. Sidhani kama unanikumbuka. Nimekutafuta sana bila mafanikio. Kwa kuwa nilikuwa sina mawasiliano na wewe, imekuwa shida sana kwangu. Lakini hapa ni kama Mungu tu. Nilikuwa nimesimama hapa, mwenzangu kapita. Sawa, nimekuelewa, lakini mbona kama unazunguka mbuyu? Go straight to the point. Kikweli dada yangu, mwenzako nimetokea tu kukupenda. Na ndio maana umeona siku zote hizo nakutafuta. Shida yangu kubwa ilikuwa ni nakupenda. Wewe unaniona, unanikimbia. Huu mguu ulikuwa unakuja kwako. Nataka hela yangu iko wapi? Nilikuwa sikukimbii, unasikia? Kuna mambo yaliingiliana mwenye nyumba. Kwa hiyo mimi hela yako bado naitafuta. Kuna mambo yaliingiliana, yani wewe amini ningekulipa. Kila siku nikija kwako unaniambia kuna mambo. Nilikupa siku hizo. Sasa hivi ni zaidi ya wiki. Nataka hela yangu leo. Unanizarau kwa sababu mimi kijana mwenzio. Hiyo nyumba kuijenga nimehangaika sana, unasikia? Usinichezee, nataka kodi yangu bana leo. Na leo ni leo, nataka hela yangu. Kama utaki, nenda toe kila kitu chako nje. Nivikuta vyote nje pale. Sitaki maneno mengine rasha, nataka hela yangu. Sikiza mwenye nyumba, najua kwa unavyonidai, lakini nakwambia kuna mambo yaliingiliana. Sometimes natumia dharau. Amna, sio dharau, nakuomba mwenye nyumba. Yaani angalau hata wiki na uweke hela yako, nitafanyaje? Nitakupa, naomba unielewe mwenye nyumba. Kabisa sina hela. Usitaki kuona ubaya wangu. Unasikia? Nataka kodi yangu. Nakudai miezi 4. Nataka kodi yangu. Kila siku nikija, subiria leo, subiria jioni, nataka kodi yangu. Sitaki maneno mengine. Sikia mwenye nyumba. Unasikia mwenye nyumba? Sasa wiki haitozidi wiki na uhakika hela yako. Nimekuambiaje? Kufika jioni nikute hela yangu. Kama una hela, toa kila kitu nje. Mara mia nifugiemo kuku ile kile chumba bana. Wewe ni nani bana? Useme hivyo, unafika mbali. Kama maisha yamekushinda, rudi kijijini ukalime bana. Unafika mbali. Haya ni maisha rafiki yangu. Nataka hela yangu ya kodi bana. Najua unavyotaka. Sitaki rasha nyingi mimi. Lakini sasa hivi mimi sina hela. Jana siku hizi mnadharau sana. Usinidharau kwa sababu mimi kijana mwenzio bana. Nakupa masaa 6 nikute kodi yangu. La sio hivyo. Toa kila kitu nje. Chumba yangu iache wazi, sawa? Sitaki maneno ya rasha kila siku unanipanga. Kwa hiyo kwa wanawake wote hapa mtaani umezunguka we. Kwa wanatuje unitongoze mimi. Sio hivyo? Hapana. Unajua wewe ni mwanamke wa tofauti sana. Ukiachana na hivi ulivyo navyo, umebarikiwa. Unaonekana una moyo wa upendo, unaweza ukajali. Na ndio kitu ambacho kimenivutia mimi kuwa na wewe. Nashukuru kwa kunipenda, lakini sijakuelewa bado. Okay. Maana yangu kubwa nahitaji mahusiano na wewe. Kama itawezekana. Mahusiano tena? Kwa kweli kakaangu hapo itakuwa ngumu kwa kweli. Ndio hivyo mimi nilipita ukaniona, hatujuani. Naona kama itakuwa ngumu kidogo kakaangu. Sidhani kama kuna ugumu kwa sababu siku zote upendo haujagi hivi hivi tu. Kwa hizi ni hisia. Mwenzako nakupenda. Na anachosema anamaanisha. Please trust me. Anyway, kama utojali, naomba tubadilishane mawasiliano. Unipe namba yako ya simu, then tutakuwa tunawasiliana. Ya kweli usije kanipa namba ya gari. Okay.
Asante basi. Yangu mwisho saa 90 utasave. Okay, sawa. Bye. Asante. Upokee basi. Sio nakupigia unashindwa kupokea simu. Sawa. Nimeshajua tatizo lako ni nini. Unajua tangu umefika nikakupa majukumu yale ya kusimamia kampuni yangu ya ujenzi, hauko vizuri. Yaani una kama hofu fulani. Hata siwazi hayo. Nafikiri una hofu. Una hofu gani? Siwazi hilo kabisa. Basi ni vizuri. Usio na hofu. Wewe pale ni kama director. Unakuwa pale kwa ajili ya kusimamia. Si ndio mwanangu? Sio na wasiwasi. Vijana nyinyi ndio watu wa kukaa na kusimamia kampuni hizi. Nyinyi ndio mnajenga nchi. Nyinyi ndio wenye nguvu. Sisi tumeshazeeka kama nilivyokuambia. Kwa hiyo ondoa hofu. Mimi niko nyuma yako. Anzia hapo. Leo smart, leo kimbembe. Leo wakati naenda kwenye mishe zangu za kuchota maji, mwenye nyumba mara namuona. Ile najaribu kumkacha. Kumbe ishaniona, nitamani njigeuze niwe sisimizi lakini wapi. Ananiita, "Wewe Michael." Nikawa sina namna yangu. Anakuja ananiambiaje kuwa anachokitaka ni kodi yake. La sivyo vitu vyangu vyote anafanyaje? Anavitoa nje, ikiwezekana labda nirudi kijijini. Sio rafiki yangu unanisaidiaje? Aisee mwanangu, unazingua. Unajua yani maisha ya sasa hivi unayajua alivyo magumu, alafu ulipata pesa baadaye ukaenda kuonga. Si bora ungelipa kodi tu mwanangu. Sasa hivi asingekuwa anakusumbua mwenye nyumba. Sasa hivi ungekuwa huru tu na maisha yako. Kuonga wapi? Rafiki yangu nilikwambia nilimsaidia, sasa unaniambia mambo ya kuonga. Yani uko ni kuonga. Sasa unasaidiaje mwanamke? Wewe mishe zako za kusawia mademo unaona kila kitu ni kuonga. Hamna mwanangu, pale ulionga. Yaani unakumbuka ile siku ulivyoniacha pale hotelini? Let me remember that day. Yeah. Unakumbuka? Yes. Hiyo siku. Ile siku unajua niliingia pale hotelini. Ndio. Nikaagiza chakula, nikaa nakula. Sawa. Sasa kumbe ile siku nisahau pochi yangu kwenye gari. Ni kama hivyo, ni kama niliona pochi. Lakini take serious sana. Ile pochi ndio ilikuwa ina hela. Nikaenda pale nikala chakula, nikamaliza. Sasa ananiletea bili. Yes. Sina pochi. Kuangalia pochi hamna. Lakini nikaona sio shida, nikamwambia nitawaletea hela baadaye. Yule akasema akuitia manager ongee naye. Ndio. Mimi siwezi. Akamuita manager. Kaanza kuongea naye. Yes. Manager anataka hata kunisikiliza. Aliongea maneno akasara. Wewe dada, hiyo hoteli ya babako ungejua. Hiyo hoteli ya mamako. Sisi tuna hela, tunataka hela. Unakula chakula una hela. Walinifokea, akaninyang'anya simu. Hold on. Subiri kidogo. Unasema alikunyang'anya simu? Ndio, alinyang'anya simu kusema kama una hela, nachukua simu yako nauza nipate hela. Wewe kilichotokea pale. Sijua angekuwa sio kijana alikuja pale. Sijua hata ingekwaje. Maana alikuja akaingilia. Sasa nini akafanya pale kijana? Akalipa hela, sijua anachotaga maji pale. Wewe una mahusiano naye? Simjui. Mimi nilikuwa tu pale nakula katika ule ugomvi akali. Kijana wa namna gani huyo? Kijana mchafu sijui atokea wapi. Anashangaa moyo wake. Ndio. Wala kuwahi kumfahamu kabla. Ndio hapa nawaza sijui nitamuona wapi nimrudishie hata hela yake.
Alikuja akamlipa ile, mimi kaondoka, hata sikumshukuru. Huyo kijana akatoa pesa yake akalipa. Kalipa. Alafu nasikia tu nichota maji. Sasa wakati analipa ile hela, yule jamaa bado anamtusi. Wewe mwenyewe ujiweza unachota maji si nini? Jamaa alikuwa anatoa maneno. Ambaye ndiye manager wa pale. Aliniongelea vibaya. Alitoa maneno machafu. Sijai kuona. Nani huyo? Ni manager pale, kuna hoteli iko pale, mtaa pili pale. Unajua wewe muda mrefu haukuwepo hapa nyumbani. Uko chuo. Karibuni miaka 4. Sasa wengi hawakufahamu wewe. Wengi wanamfahamu Emi, mdogo wako. Wengi wanamfahamu Emi. Ndio maana nilimwambiaje, mimi nakaa mtaa huu, utakuletea hela baadaye. Isingesaidia. Wengi wanamfahamu Emi na hawajui kwamba wewe ni mtoto wa mzee Matias. Sasa nani huyu ambaye anataka kunifedhehesha mimi? Baba achana nayo. Nijui kwamba mimi ni mzee Matias. Achana nayo. Lakini mimi kitu ambacho nilikuwa nawaza. Kali sana FK. Tena kuishi kwangu tena kaka. Wewe unataka nikuoe? Sasa hizo dharau rafiki yangu. Hamna, sio dharau, mimi nakwambia ukweli. Unazingua mwanangu. Yaani umeanza vizuri afu mwisho wa siku unaharibu. Kwa hiyo unanioaje? Kwa hiyo mimi demu sijamaanisha hivyo kaka. Lakini wewe unazingua. Sasa rafiki yangu kumbuka tuko marafiki. Kwa hiyo shida yangu ni yako. Yako ni ya kwangu. Kwa hiyo inabidi tusitiliane rafiki yangu. Naelewa, lakini mwanangu wewe nikiwaga na kushauri waga ufuati ushauri wangu. Na ndio maana unakuta haya yote yanakukuta kwa sababu waga unisikilize mimi. Unajua nini cha kufanya rafiki yangu? Kuna jamaa hapa ameniambia nimchotee madumu kama 25 hivi. Kwa hiyo kuna mtu anafikiria ninachojua yani nakuja. Bora unifukuze ninachokuambia. Mimi nakwambia nakuja. Wewe nenda tu. Wewe ongea hivi lakini nakwambia mimi nakuja. Wewe nenda bwana. Sasa unaendelea kukaa nini? Hamna, kuna mtu hapa anamsikilizia mwanangu. Ningemwona vijana. Nikamrudishia hela yake. Ilikuwa ni kama kiasi gani? Sijui 30 kama 25 hivi. Ni kiasi cha pesa. Kwa hiyo nataka nimrudishie hata zaidi ya mara 2. Lakini ni nani huyo ambaye hamjui mzee Matias hapa mjini? Mpaka anakufedhesha. Ishapita baba. Amepita wapi bwana? Mimi ni mtu mkubwa hapa. Mimi almaarufu bwana. Najua. Wakina mzee Babea, wakina nani hawa, wakina mzee nani. Wote mimi kama wangekuepo na ndio wanapenda kuwepo huko kwenye hizo restaurant hizo nzuri hizo. Sasa wakimuona binti yangu anafedheshwa kweli, si nimefedheshwa mimi? Hapana bwana, mimi sijapenda. Sasa nilikuwa sitaki kuambia baba. Mimi ni wewe nani huyu? Kijana gani anazarudisha mimi? Basi baba utajua utakavyofanya, lakini mimi sijapenda bwana hivi vitu bwana. Kwa hiyo nilikuwa nataka mimi binti yangu mwanangu kufedheshwa ni kama vile mimi ndo nimevuliwa nguo pale. Hapana bwana, hilo limepita limeisha. Hapana bwana. Baba. Ndio mwana. Pamoja na hayo yote. Nimeishiwa ila matumizi, nilikuwa nataka hela kidogo ya kutumia. Nimeshakuingizia kwenye akaunti yako. Umeniingizia? Ile kwenye akaunti yako ya NMB. Kati ya NMB. Yeah. Sawa. Ile ya CRB bado iko vizuri. Basa. Sio na wasiwasi. Wewe mwanangu lazima kama una shida unasema na sipendi upate shida. Tulipataga shida sisi miaka hiyo. Na nyie nao mpate shida. Usikane. Hivi umesema unaelekea wapi? Huyu jamaa choko kabisa. Hata kuja geto. Shasema geto akae mtu sasa hivi. Asaje akae geto kwangu afu mimi madem zangu nitaweka wapi? Amna lolote yani. Kwanza shaniharibia siku hapa sijui niende zangu. Emi ametoka kidogo. Alikuwa na wenzake hapo wanajisomea. Kama ametoka. Wao wanakuwa na ile group discussion. Yaani anazurura. Sasa wewe ndio unatakiwa kumhudi. Unatakiwa kumshape ndugu yako. Anisikilize. Wewe ni dada. Lazima kidogo uoneshe kwamba wewe ni dada. Na kutegemea unajua. Uwe mkali kidogo. Tatizo nyinyi mkikutana shoga, shosti nini? Sisi zamani ilikuwa dada yako kaka yako wanakuwa pale kama baba au kama mama. Mama hayupo, baba hayupo, wao wanakuwa wako pale wamesimama. Unafahamu mchezo ni? Yule baba yako mkubwa yule. Alikuwa hatari. Mwanangu. Asante. Nimeshiba. Chakula kilikuwa very delicious. Nimetoka kukuambia unapika kama mama yako. Na akirudi nitamwambia kwamba binti yako umemfundisha. Hivi anakuja mwezi ujao? Mwezi ujao. Yuko huko kijijini anakagua kidogo mashamba kule.
lakini atarudi mwezi ujao. Sasa mimi naondoka. Naondoka. Hapa unauza nguo za kiume? Unataka za kiume? Kuna nguo za kike nilikuwa nahitaji lakini sasa nikamchukulia hata mdogo wangu. Tafuta suruali. Na hii hapa. Hapa imekaa vizuri. Nzuri ila Chukua nyingine. bali. Chukua nyingine. Ila hii sinaweza nikavaa hata mimi. Ona na huko. Tuangalie. Hii imekunde. Shilingi ngapi unauza? Hii hapa 35, sasa tunaongea. Kwani una ngapi? Hapana dada, ongezea jamani. Ongezea 3000. Sawa, nachukua. Okay, sawa. Kuna kitu nataka nikuulize. Niambie. Kuna kijana hivi namuulizia, sijui kama utakuwa unamfahamu. Kijana gani tena? Sijui anaitwa nani hivi. Anaitwa mchota maji hivi, anachotaga maji, anaitwa nani vile? Michael. Michael nadhani. Nataka kuchotea maji ah? Nilikuwa na shida naye binafsi. Michael huyo? Nimemjua mimi. Nilikuwa na shida naye sasa. Kama anaweza nikapata namba yake. Sina namba ya Michael, lakini nina rafiki yake. Kuna rafiki yake hivi anaitwa Smart Kid. Simfahamu. Labda nikupatie namba yake. Sasa ukishapata namba yake, nataka namba ya Michael. Sasa ukishampata huyo, ndio utampata Michael. Sawa. Sawa, ina shida basi namba yake wewe rafiki yake. Hapa. Asante. Haya. Basi nifungie. Haya, sawa. Hela ya. Asante. Fungia haraka. Hello? Habari? Safi, mzima? Mzima vipi? Uko poa? Niko poa, naongea na Kendi. Wow. Niambie. Samahani, nilikuwa na shida na wewe. Una shida na mimi tena? Kwa shida na wewe, kama kuna uwezekano, nataka nionane na wewe.
Haya poa, basi ngoja nakutumia location hapo. Sawa, sasa hivi. Sawa, ina mambo. Sawa basi. Kwa sauti hii mtoto atakuwa mkali sana huyo. Yaani dadangu, mimi na mademu kama pete na kidole yani. Ambapo nakujaga hapa nyinyi mnanilingia. Wewe ngoja tu dakika 10 hapa mtoto atashuka hapa utamuona. Mimi sijai kukosea. Atakuwa anazidi wahudumu wote walioko hapa. Hasa hapa kwa mademu. Tunamsubiria huyo demu sasa hivi. Tumuona anafananaje. Wewe unasema kwamba anazidi wahudumu wote walioko hapa. Hamna kitu, wewe ngoja utaniambia tu akishafika. Salama. Bosi, nimekuletea zile dokumenti za watu ambao mwelekeo saini ndio hizi hapo saini. Hey! Wewe mdada. Hizi dokumenti ulipaswa kuzileta tangu jana, ungeniletea asubuhi. Ndio unazileta saa hizi kweli? Bosi, samahani kuna mambo. Unafanyaje kazi kwa staili hii? Umechoka na kazi? Bosi nisamehe. Mambo yalikuwa ni mengi. So nimechelewa kuleta usaini. Ala! Hebu naomba hili jambo lisijirudie tena. Sawa bosi, nimekuelewa. Samahani lakini bosi kuna mtu hapo nje amekusubiria. Nani tena? Anaitwa Mr. Matias. Oh, Mr. Matias, yule rafiki yangu. Basi mwambie aingie. Aha, Mr. Masanja. Bwana Matias. Habari za siku nyingi. Karibu sana. Njema kabisa. Mambo yakoje? Bwana salama. Habari za kazi? Njema kabisa bwana. Maisha? Acha salama kabisa. Karibu sana. Bwana asante. Naambia rafiki yangu. Bwana mimi nipo. Ndio. Habari za maisha? Bwana salama kabisa. Mnaendeleaje lakini? Naendelea vizuri. Mimi nasikia bwana binti yako kahitimu chuo. Binti yangu amehitimu chuo. Amemaliza? Ndio. Civil engineering. Sawa. Yuko vizuri. Hongera sana. Asante, tunamshukuru Mungu. Ndio. Yuko vizuri, amegraduate. Ndio. First class. Mambo si mabaya rafiki yangu. Bwana tunapambana mjini hapa. Ofisi nzuri. Tunapambana, hamna namna. Stone. Yaani mimi ndio nakuaminia. Mimi ndio jiwe mwenyewe. Nakuaminia sana. Ofisi ni nzuri kwa kweli. Ndio. Hongera sana. Asante sana. Bwana mimi niko vizuri, namshukuru Mungu. Unavyojua zamani zile tunaruka majoka. Zile za Michael Jackson miaka ya 90 pale kwenda 2000. Hatari. Ndio. Tunazeka sasa hivi. Wao sasa ndio wanachukua, wana take over. Ni sahihi. Wanachukua nafasi. Ni sahihi. Lakini mimi nafikiri ni jambo la kumshukuru Mungu. Unajua vijana au watoto hao mpaka wanafika kipindi wanamaliza shule vizuri bila matatizo yoyote, ni kumshukuru Mungu. Ni sahihi. Ndio. Biashara zinakwendaje lakini? Biashara kimsingi ziko vizuri. Ndio. Namshukuru Mungu kipekee kwa sababu sasa hivi bwana, yani tenda ni kama mvua. Tenda ni kama mvua. Unamaanisha nini rafiki yangu Matias? Sasa hivi ndugu yangu napata contract nyingi sana za ujenzi. Ndio. Kama nilivyokuambia nina kampuni yangu ya ujenzi. Sasa hivi ninapata contract za kutosha. Sasa hivi tunaomba kwenye mfumo. Yaani tenda za kutosha. Sasa hivi nimetoka kwenye ujenzi wa zahanati. Sasa hivi kama unavyojua serikali yetu inazidi kujenga shule nyingi. Najenga na shule tena.
Ndio. Kwa niko vizuri, namshukuru Mungu kwa kweli. Sawa. Karibu sana. Bwana sana. Basi, Masanja stop. Naam. Bwana mimi nashukuru. Nimekuona. Ofisi nzuri, maendeleo mazuri. Afya naona bado uko vizuri. Niko vizuri, lakini pia hongera. Maisha mengine yaendelee. Bwana asante. Ndio. Basi mimi nashukuru nimekuona. Sawa. Na fikiri tutazidi kuonana zaidi. Basi karibu tena baba. Asante sana. Mimi nafuatilia mzigo kidogo. Kuna mzigo nimeuagiza tangu juzi. Sawa. Sasa naona kama una delay sana leo. Niko nafuatilia. Masanja Stone. Ndio mimi mwenyewe Jiwe. Jiwe la mjini. Mimi ndio Jiwe la. Mzee wa break dancing. Wa hapa. Hatari. Asante shukuru. Sawa. Next time. Sawa. Sana. Hivi inawezekanaje huyu jamaa kanikuta mjini hapa alafu anakuwa na hatua kubwa kiasi hiki? Yaani mimi nimehangaika miaka yote hapa lakini kama bado anapiga matani. Jamaa kaja juzi hapa, hajui kama mimi ndo mzee wa mjini hapa. Haiwezekani. Lazima nifanye kitu. Hivi siwezi nikakubali mtu mwingine kaja juzi tu hapa alafu anahangaika mjini hapa kwamba yeye ndo juu yangu mimi.